Kuna wakati wanasiasa wanatamani Biblia nzima ingekuwa na kitabu cha Warumi, alafu iwe na sura moja na mistari yake 7 inayosema kila mtu na aitii mamlaka, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. So watawala wanauona huu mstari ni mstari wa kusimamia kila chochote anachokifanya, na wakiweka kama sheria, kana kwamba ukikiuka baadhi ya vitu ambavyo wao wanaviona haviko sawa, wa kuhukumu kupitia huu mstari. Lakini niko hapa, nataka tuangalie kiundani sana huu mstari. Alikuwa analenga nini Paulo? Kwa sababu tunamwona Paulo mwenyewe anasimama mbele ya watawala hao wa Kirumi, mbele ya kiongozi mmoja anaitwa Festo na Agripa. Anawakemea, anawaambia habari ya hukumu ijayo, anawaambia ukweli ambao viongozi walitegemea labda nyamaze kimya Paulo. Lakini pamoja na kwamba yuko mbele ya baraza, bado hakuacha kutetea haki ilipoonekana inavunjwa. So ukiangalia sasa hilo andiko aliloandika halikuwa na maana ambayo ninyi mnaitumia sasa hivi. Kwa mfano, nitataja tu watu kama 10 ambao wapo katika Biblia walisimamia haki, walisimamia kweli katika kuonya viongozi wa kisiasa, watawala. Tena walienda mbali zaidi, waliwakemea mpaka wafalme. Mfalme aliyetawala wakati huo huwezi mfananisha na marais ambao tunao katika nchi za Kiafrika. Marais wengi wanachaguliwa na wananchi, maana yake wapo kwenye mfumo wa demokrasia, ambao hiyo demokrasia inawapa watu haki ya kuzungumza, haki ya kuoji, haki ya kukosoa na kadhalika. Sasa wakati ule wa utawala wa wafalme, usingetegemea ainuke mtu yeyote aje aukosoe uongozi uliokuwepo. Ilimpasa uawe. Pamoja na kuuawa, lakini wale watumishi wa Mungu hawakuwahi kuacha kukosoa mahali walipoona panapotoshwa. Hawakuwahi kuacha kunyosha mahali ambapo palionekana panapindishwa. Hawakuwahi kuacha kupasawazisha mahali palipoonekana kuparuzika. Namba 1, tunamwona mtumishi wa Mungu Musa. Musa anasimama mbele ya kiongozi mmoja katiri katika nchi ya Egypt, anaitwa Farao. Farao usingeweza kusimama mbele yake eti unazungumza kama mtu mwenye mamlaka fulani hivi. Lakini Musa, pamoja na hayo yote, pamoja na ukatili wa Farao, lakini alimwendea. Ukisoma ile Kutoka sura ya 5 na ile sura ya 12, anamwambia waachie watu wangu waende wakanitumikie. Hakuongea kama yeye, aliongea kama Mungu ndani ya Musa. Umeiona kama angeshika tu kamstari kamoja Musa kwamba tiini kila mamlaka, maana mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Huyo ni Musa. Namba 2, nabii Nathani. Ukisoma Samueli wa pili ile sura ya 12 na mstari wa 1 mpaka wa 7, unaona Nathani anamwendea Daudi baada ya kuwa Daudi amefanya kosa la kupola mke wa Uria, alafu akamuua yule Uria. Na haya makosa wanafanya viongozi wengi na watawala wengi sana walioko kwenye system, walioko serikalini mbalimbali duniani. Kwa kuwa anamiliki dola, ana uwezo wa kuchukua mtu yeyote amtakaye, ana uwezo wa kufanya uonevu wowote ule. Lakini nabii Nathani akamwambia, katika jua hili hili ambalo wewe umefanya huo uovu, umemwaga damu ya Uria na umetembea na mke wake, katika jua hili hili na wewe watachukua wake zako. Atatokea mtu kutoka kwenye nyumba yako mwenyewe, atapola wake zako na atalala nao. Na hili jambo lilikuja kutokea, Daudi alilivuna, pamoja na kwamba aliomba toba, Mungu akamsamehe. Lakini mbeleni huko akatokea Absalom, mtoto wake mwenyewe, akaja kulala na masuria ya baba yake. Namba 3, kuna nabii mmoja anaitwa Eliya. Hakuna siyemjua nabii Eliya katika Biblia. Nabii Eliya
aliwahi chuana vikali na mfalme Ahabu, mfalme ambaye aliongoza kwa kuabudu miungu mingine, mfalme aliyekuwa katili, akiagiza yeyote auawe na uawa. Huyu mfalme alikuwa na mke wake anaitwa Yezebeli. Yezebeli aliua manabii wengi sana katika nchi ile wakati ule. Eliya alikuwa ni mtu wa kukimbia kimbia, halali nyumbani, mahali anapolala hapaeleweki. Eliya popote palikuwa ni kambi, anakama pangoni. Lakini pamoja na uhatari wa serikali ya Ahabu na mke wake, hakuacha kusimama katika kweli. Aliwahi mwambia Ahabu, akamwambia, wewe ndiye ambaye unataabisha wana wa Israeli, wewe ndiye uliyetaabisha taifa hili kwa ibada zako za miungu. Mungu hajapenda. Eliya muda mwingi alionekana nafunga mbingu, anasema hakutakuwa na kunyesha kwa mvua miaka 3.5 mpaka serikali ya Ahabu itakaponyanyua mikono juu imuhitaji Mungu aliye hai. Eliya alisimama mbele ya machawa wa mfalme Ahabu waliokuwa kila kitu wanampigia chapuo mfalme, akasimama akawaua, akawaangamiza, baada ya kuwa wameshinda ule mtihani wa kumdhihirisha Mungu wao. Namba 4, kuna mtu anaitwa Mikaya katika Biblia. Mikaya aliwahi gombana na mfalme Ahabu kwa sababu mfalme Ahabu alilalamika, alisema, huyu huwa anitabiriagi mema. Tangu zamani wafalme na watawala wanataka wapate hata watumishi wa Mungu machawa. Yaani unaacha kweli, unasifia tu. Lakini huyu Mikaya kwenye ukweli anazungumza ukweli. Aliwahi kuwa kinyume na manabii wote 400 na kitu waliomtabiria mfalme mema, pamoja na uovu wake wote wakamtabia mema. Akaitwa Mikaya aeleze, akazungumza ukweli, akasema, nalimwona Mungu ameketi mbinguni, ameitisha jeshi lake, anasema, ni nani nitakayemtuma akamdanganya Ahabu aende vitani ili akafe huko? Akatokea nabii wa uongo, akatokea pepo wa uongo, akasema, nitakwenda mimi. Ndio akatumwa. Mikaya aliifunua siri ya mbinguni, akimwambia ukweli mfalme Ahabu kwamba wewe unaenda kufia vitani, kwa sababu mbingu ziliratibu hilo jambo. Uovu wako umezidi mno. Huyo ndo Mikaya. Mfalme aliamuru afungwe gerezani, lakini hakubadili lile neno. Na Mikaya akamwambia, ukienda huko Ramoth Gilead, ukirudi basi Mungu akusema na mimi. Na ni kweli, alipoenda tu kule alifia kula, alimwaga damu nyingi sana. Namba 5, sura ya 1 Isaya mstari wa 10, utaona anakemea dhuluma, anakemea manyanyaso, anakemea haki kupindishwa, anakemea hukumu za upotoshwaji. Yaani watu walikuwa wanasingiziwa kesi, wanahukumiwa kwa kuonewa. Wanyonge walikuwa wanapigwa, wanadhulumiwa, wanalanguliwa, wananyanyaswa. Lakini yeye akaja na ujumbe sio mzuri sana kwa watawala waliokuwa viongozi wa kisiasa. Isaya alikemea na akadai haki za maskini Isaya. Lakini namba 6, kuna mtu anaitwa Yeremia. Yeremia alipambana na viongozi wa kisiasa, hujapata kuona watawala wa serikali. Muda mwingi alipigwa Yeremia, muda mwingi alikung'utwa, alifungwa, akatupwa shimoni. Yeremia ndiye ambaye alikuwa anaandika waraka ambao Mungu amempa ujumbe na uandika, alafu anapeleka kwa wafalme, anampelekea mfalme. Mfalme ule ujumbe anajua tu sio mzuri kwake, anawaamuru walinzi wa uchome ule waraka, huku akiona nabii Yeremia. Nani ambaye ana utumishi kama Yeremia? Wewe unatuonesha tu Warumi 13, eti tiini kila mamlaka iliyowekwa, kwa kuwa hamna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Nani amesema? Leo hii mngemuita Paulo aje afafanue vizuri ilo andiko, mngeshangaa ufunuo ambao ungekuja nao. Namba 7, kuna mtu anaitwa nabii Amos. Amos
ujumbe wake, mkasome kitabu cha Amosi, uliwalenga wanasiasa na watawala waliokuwa wanakandamiza maskini, waliokuwa wananyanyasa watu. Muda mwingi sana Amosi alihubiri haki, haki, haki. Lakini leo hii wasikilize viongozi wa serikali, wanawataka wachungaji wahubiri amani, amani, amani. Wanasahau kwamba kusingekuwa na haja ya kuhubiri amani wakati haki ipo, kwa sababu ni automatically wakati haki inatolewa watu wanapatiwa haki zao. Yaani haki mahakamani, watu wanapatiwa haki zao, hawafungwi watu kwa kuonewa, hawasingiziwi kesi za uhaini. Mahakamani watu wanapewa haki zao, yaani mtu aangaliwe na fedha na cheo, haki haipindishwi. Ndio wito wa Amosi. Yaani yeye alihubiri haki. Kasome kitabu chake. Kuna mtu anaitwa Danieli. Danieli aliwahi kufanya utumishi. Danieli alifanya utumishi katika awamu 3 katika falme 3 tofauti tofauti. Ufalme wa Nebukadneza, alifanya ufalme wa Dario na ufalme wa Belshaza. Lakini ufalme huu wa Nebukadneza, Danieli ndiyo ambaye alikuwa anakataa wazi wazi kutokutii kila chochote anachosema mfalme, kwa sababu mfalme kuna wakati alisema kila mmoja asiabudu kwa Mungu wake aliye naye, kila mtu ataabudu kwa Mungu wangu mimi. Akasimamisha lisanamu. Danieli akasema mimi hiyo sheria sifuati. Mngekuwa ninyi sasa hivi mngesema kila chochote kinachoamuliwa na mfalme tii, maana hakuna ufalme usiotoka kwa Mungu. Lakini Danieli akasema mimi sitapiga goti hii sanamu. Na waliweka sheria, tukimwona mtu yoyote atakayesali kwa Mungu wake isipokuwa Mungu wa Nebukadneza itampasa kufa. Ndio kwanza Danieli akaenda nyumbani kwake, akafungua milango wazi na akapaza sauti mbele za Mungu aliye hai, akaomba akasema, Mungu wa baba zetu, Mungu niliyekusoma katika vitabu vya manabii kina Yeremia, Mungu uliyetetea watumishi wako, Mungu ambaye ninakuabudu, ninajua uko hai, wewe sio sanamu za kuchonga, ninajua uko hai hata katika hili, ninakutegemea wewe, ninakutumainia wewe, hutoruhusu nife. Lakini hata ukiruhusu nife katika wale simba, nitakapotupwa katika tundu la simba, mimi haitabadili msimamo wangu. Sitasujudia sanamu nyingine, sitasujudia Mungu mwingine ila wewe Bwana. Huyo ndiye Danieli. Namba 9, utamwona mtu mmoja anaitwa Nehemia. Nehemia aliwakemea viongozi ambao walikandamiza maskini, walinyonya watu wanyonge, walitoza watu riba. Ujumbe wa Nehemia muda mwingi alionekana anapambana na utawala wa ukandamizaji. Hiyo ni namba 9. Namba 10, katika Agano Jipya tunamwona mtu mmoja anaitwa Yohana Mbatizaji. Yeye akuja na ujumbe wa kufurahisha na kutia moyo. Ujumbe wake yeye, kumbuka ndani ya Yohana Mbatizaji kulikuwa na roho ya Elia. Vile ambavyo Elia alipambana na watawala, alikuja kukimalizia kikombe huku kupitia Yohana Mbatizaji, aje apambane tena na Herode. Kwa hiyo ndani ya Herode inaonekana kulikuwa na roho ile ile ya Ahabu ambaye alipambana na Elia zamani, vizazi vya nyuma zaidi. Na Yohana Mbatizaji ndio maana alimwendea huyu Herode wa Antipa, akamwambia si halali wewe kuchukua mke wa ndugu yako, sio halali. Akakemea yule Herode, kwa kuwa ndani yake ile roho ilimtambua kwamba ndo yule Elia ambaye tulipambana zamani. Akamweka gerezani, akamfunga na akamkata kichwa. Lakini Yohana Mbatizaji hakuwahi kubadili msimamo wake. Achaneni na watumishi waoga saizi, watumishi njaa ambao kila kitu wao wana hofu.
wana hofu, wanatetemeka kwa sababu sijui ya maslahi fulani, kwa sababu ya fedha, njaa. Wanaogopa kufungiwa makanisa, yaani wao wanahesabu makanisa ni kama ndo ujira wao. Nani aliyekuambia kanisa linajengwa? Kanisa la Agano Jipya ni lile linajengwa kwa mikono ya wanadamu. Yesu Kristo alileta kanisa ambalo halina jengo. Haya majengo ni vituo tu, ni miamvuli ambayo ni sehemu za kukusanyikia tu, lakini kanisa halisi haliwezi kuvunjwa, haliwezi kufungiwa na mtu yeyote na serikali yoyote, kwa sababu lenyewe linafanya kazi hata nje ya majengo hayo mnayoyaona. Namba 11, Yesu mwenyewe aliwakemea Mafarisayo, aliwakemea waandishi wanasheria, aliwakemea mpaka wakuu wa makuhani. Akawaambia, ni wanafiki nyie, mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa kwa nje, lakini ndani ni mifupa mitupu na uozo. Wanafiki nyie, kila muda mnafanya hiki na hiki na hiki na hiki, mmeyaweka mapokeo ya wanadamu kipaumbele kuliko neno la Mungu. Wanafiki nyie. Huyo ni Yesu ambaye alisema jifunzeni kwangu mimi, jifunzeni kwangu mimi. Alafu unataka kujifunze kwa nani? Kweli lazima tutaisimamia bila kuangalia uso wa mtu. Jambo la muhimu na la msingi tu, unapokosoa, unapokemea, kosoa kwa mujibu wa neno la Mungu, na usikosoe bila kumvunjia heshima mtu. Usikemee bila kushusha hadhi ya mtu. Usiingize matusi, usiingize sijui dharau na kadhalika. Simamia kweli ya neno la Mungu. So ili tuepushe baadhi ya vita ambazo hazina sababu yoyote, kemea kwa hekima. Na ndio maana Paulo alimwambia Timotheo, karipia, onya kwa uvumilivu na kwa hekima kubwa. Sawa sawa. So kuna hekima ambayo inahitajika, ambayo hiyo hekima haikufanyi uwe mwoga, haikufanyi wewe uogope, inafanya usimvunjie heshima mtu. Cha muhimu wewe fikisha ujumbe. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4 na sura ya 5, utaona Petro na Yohana wamekamatwa na watawala, wanawaambia ni marufuku kuhubiri tena juu ya yule mtu, wanamsema Yesu Kristo. Ungekuwa wewe ungesema imeandikwa tini kila mamlaka, kwa hiyo hatuwezi kukaidi walichosema wao. Wao wakasema hivi, je, ni haki kuwatii ninyi kuliko kumtii Mungu? Hatuwezi kuacha kusema yale tuliyojionea wenyewe kwa macho yetu. Maanake hatuwezi kuacha kusema kweli, hata kama ninyi mnatutaka tusiseme hiyo kweli. So mkubali, muwe wavumilivu tu kusikiliza hiyo kweli, hata kama inawauma kwa kiwango gani. Huyo ni Petro na Yohana. Kwa hiyo wewe unataka nini? Watawala wanataka kitu gani? Wanataka nini watawala? Acheni kusimamia tu Warumi 13, tini kila mamlaka. Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Unajipa uhalali wa kuendelea kunyanyasa watu, ukiwafumba midomo. Watu wao kae kimya, watu wanyamaze, watu wao wanaangalia uovu, hawasemi chochote. Watu wanaangalia rushwa, hawasemi chochote. Wanaangalia mauaji, wanaangalia watu wenzao wanauawa, wanataka wanyamaze kimya. Haiwezekani, haiwezekani kabisa. Jambo la muhimu tu ni kutubu. Viongozi watubu na kumwelekea Mungu wa rehema. Ile neema ya wokovu imefunuliwa hata sasa. Mlango wa neema uko wazi. Una uwezo wa kujisahihisha. Viongozi mna uwezo wa kujisahihisha, kukaa chini mkajitafakari tena, pasipo kutumia nguvu. Situmie nguvu yoyote, ila simamia haki. Wapatieni watu haki, wapatieni wajane kwenye hizo mahakama haki zao, wapatieni maskini wanaonyang'anywa viwanja, wanaambiwa hii kiwanja kilikuwa ni mali ya serikali. Unakuta mtu yupo tangu Nyerere, eti anaambiwa mali hapa mlivamia. Mungu akiangalia hayo, hata acha kuweka Roho Mtakatifu kwa wamchao na watumishi wake, ili waweze kukemea huo uovu. Na msikasirike wala kujaribu kufanya vita nao, kwa sababu mkijaribu kufanya vita nao ni kama vile kujaribu kupingana na agizo la Mungu. Mungu awabariki sana.